Habari ya leo, natamani tuone kwa habari ya kujifunza kwa watu waliokwisha kufanikiwa. Kumekuwa na tendency ya watu kuwa wanaona kujifunza kwa watu waliokwisha kufanikiwa labda ni ushamba ama ni kujipendekeza, lakini kiuhalisia kujifunza kwa watu waliokwisha kufanikiwa ni jambo jema na ni jambo ambalo linakujengea uwezo wa wewe kuona waliokutangulia wamefanikiwa kwa namna gani na walipitia njia gani mpaka wakafanikiwa. Sasa jamii ama watu walio wengi wanaona kufanya jambo hili kama ni kujipendekeza, kitu ambacho sio kweli. Kujifunza kwa watu waliokwisha kufanikiwa kwanza inakujengea wewe kuona kwa wapi ulipo, wapi unaelekea, kwa sababu kila aliyekwisha kufanikiwa amekuwa na hiyo tendency kwa kuna vitu alivipitia. Vile vitu vinakuencourage wewe, vinakutengeneza katika mazingira ambayo yatakufanya kuwa imara zaidi, kwa sababu kila aliyekwisha kufanikiwa ana story yake ya kimaisha, ana vitu ambavyo alivipitia, ana experience kwenye vitu alivyopitia. Kuna watu wakuu, watu maarufu wamejitahidi kueleza safari ya maisha yao kwa kuandika vitabu, wengine kwa kutumia documentary, wengine wanaelezewa hivyo katika machapisho mbalimbali. Kwa hiyo kwa kusikiliza, kwa kusoma, kwa kufuatilia, inakusaidia wewe kujua kwa watu waliokwisha kupiga hatua, watu waliokwisha kufanikiwa wametumia namna gani. Sasa lazima kama unahitaji kukua katika jambo lolote lile, aidha ni biashara, aidha katika masuala yote ya kiuchumi, katika sanaa, katika nyanja yoyote ambayo unahitaji wewe kuwa mtu mkuu, ni lazima ujifunze kwa waliokwisha kutangulia. Inawezekana unatamani kuwa mtu mkubwa katika masuala ya kisiasa, lazima ujifunze kwa watu ambao wamepiga hatua katika masuala hayo ya kisiasa, aidha katika nchi uliopo, katika bara ulilopo, ndani Afrika, bara lolote lile, au ulimwenguni kote. Unaweza kujifunza kwa watu mashuhuri waliofanikiwa katika nyanja ambayo wewe unahitaji kuibukia. Wote unaowaona leo wameibukia na kuwa watu maarufu hawakuibuka tu hivi hivi. Kuna wakati walitumia muda kujifunza kwa watu ambao walishakwisha kuwatangulia. Hilo ni jambo ambalo linakutengeneza wewe katika ukubwa na linakufanya wewe kuwa mtu mwenye nguvu ya kuona kuwa kile unachokifanya kuna watu walishakwisha kukifanya na kimeleta matokeo ambayo ni matokeo chanya, lakini pia na kuonesha kuwa katika hiko unachotamani kukipitia wapo waliokutangulia na hakuna njia rahisi, nao kuna changamoto walizopitia, lakini watakuonesha namna ya kutatua ama kumalizana na matatizo hayo. Unawezaje kujifunza kwa watu waliokwisha kufanikiwa? Unaweza kujifunza kwa watu hao kwa kwanza kusoma vitabu, kama wameandika hizo historia zao, wameandika maisha yao katika vitabu. Pili, kufuatilia documentary zao. Tatu, kufuatilia kazi wanazozifanya. Kama unaweza kukutana nao ana kwa ana, unaweza kukutana nao ukawauliza maswali ambayo wewe unatamani kuwauliza ili yakujenge wewe. Sasa hiyo inakutengenezea wigo wa kuona kuwa unachokifanya kina nguvu na unakithamini. Na huwezi kujifunza kwa watu ambao wamefanikiwa kama wewe mwenyewe huhitaji kujifunza, kwa sababu lazima kwanza wewe ujifunze kupitia haiba yako wewe mwenyewe ya ndani, ndipo uende ukajifunze kupitia haiba za watu wengine ili kujengea, kwa sababu ile ni jambo la ziada ambalo linakutengenezea njia, ni jambo ambalo linakutengenezea wakati ambao utakufanya wewe kuwa mtu mkubwa, itakufanya wewe kuibukia. Sasa tengeneza hiyo hali ya kujifunza, kwa sababu swala la kujifunza kwa waliofanikiwa sio shamba wala sio kujipendekeza kama wengi waonavyo, lakini ni jambo ambalo linakutengeneza wewe kuwa mtu imara zaidi. Ukienda kuangalia watu wote wanakuwa, tunasema kwa lugha nyepesi, wanakuwa na role model katika hiyo eneo unahitaji kuibukia. Kama unahitaji kuibukia katika nyanja ya siasa, lazima kuna mtu ambaye anakuencourage katika siasa.
unahitaji kuibukia katika biashara. Kuna mtu inawezekana anakuencourage katika nyanja ya biashara. Unaweza ukasema napenda namna Said Bahresa anapofanya biashara zake, napenda navutika namna Mohamed Dewji ambao anafanya biashara zake, labda Gharib Said GSM anapofanya biashara zake, na watu wakuu ambao wameibukia katika biashara kama hivyo. Unaweza hata hivyo katika nyanja nyingine, katika siasa, inawezekana viongozi waliopo katika nyadhifa za kisiasa waliopo madarakani na hata ambao walishakwisha kustaafu katika nchi yako na katika nchi nyingine wakawa wanakuvutia. Inawezekana katika masuala ya kidiplomasia vivyo hivyo. Inawezekana katika nyanja yoyote, inawezekana hata katika dini. Unaweza kuwa unavutika kuwa mchungaji, unavutika unavyoona mchungaji fulani anavyohubiri, shekhe fulani anavyotoa mawaidha yake, anavyoelezea. Kwa hiyo inakufanya wewe kujua kuwa mtu fulani ananivuta katika nafasi hii. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze namna ya mambo yanavyokwenda na wao walifanyaje mpaka wakafika hapo walipo. Lazima ujue vitu kama hivyo. Hii inakujengea misuli ya nguvu katika kile unachokwenda kukifanya ama unachotamani kukifanya. Sasa watu wengi, narejea kusema kuwa, wanaona kujifunza ni ujinga, wanaona kujifunza ni kupoteza muda. Sio kweli. Kujifunza hakuishi, kwa sababu ni lazima akili yako ijifunze kila uchao. Lazima uingize kitu kipya ili kukufanya wewe kuwa mtu mkuu, kuwa mtu mwenye nguvu zaidi katika jamii na kuwa mtu mwenye ushawishi zaidi katika kile unachokifanya katika jamii. Kwa hiyo nipende kusema kuwa unatamani kuibukia katika nyanja fulani, jifunze kwa watu waliopiga hatua katika nyanja. Sasa inawezekana unahitaji kuibukia katika mziki, alafu unataka kujifunza kwa watu walioibukia katika siasa. Ni vitu viwili tofauti. Mziki, sanaa na masuala ya siasa ni tofauti. Kwa jitahidi sana kujifunza katika ile line ambayo wewe unahitaji kuibukia, na itakusaidia sana kuwa mtu mkuu na kuwa mtu imara sana. Thank you and see you at the top.